Yes, habari watazamaji wote mnaonifuatilia. Huyu mnaomuona mbele yenu hapa anaitwa Dr. Nabil number 1 Tanzania. Nikimaanisha ni dokta ambaye ninaojiweza, ninaojikubali kwa ajili ya tiba asili. Kitu kama tiba asili au dunia hii iko hapa. Nikiwa namaanisha hakuna dawa nisiyojua. Japo kuwa wapo watu ambao wanaojua, lakini mimi binafsi najikubali. Okay, leo nimekuja kwa ajili ya kuweza kuzungumzia masuala ya kuhusiana na Lavalava. Nyumba yake imekuwa ni gumzo sana, watu wanaizungumzia, lakini mimi nahitaji niliweke vizuri ili kila mtu aelewe. Iko hivi, kuna wewe ambaye unahangaika sana kutafuta pesa usiku na mchana, lakini pesa hiyo uipati. Sawa? Kwa hiyo unavyoona Lavalava kutokana na mziki wake haufanani na kitu ambacho kilichofanyika. Ina maana pale pale unapata taharuki kwamba huyu mtu fulani kapataje hivi, sijui kwa nini. No. Nisikilize rafiki yangu, nisikilize my friend. Siku zote ukilijua hili, mwenzio analijua lile. Kuna nguvu ambayo ni ya ndani, ambayo wewe kwa macho ya nyama huwezi ukayaona. Sio, unaelewa vizuri? Lakini sisi wene nguvu ya ndani tunaona kwamba kile kilichofanyika kimefanyika ndio, lakini 90% kuna magic power ambayo imetumika. Hivyo unajua kitu kinachoitwa ndagu, unakielewa? Unajua usichokijua ni sawasawa na usiku wa giza. Sasa hicho kitu ambacho unachokizungumzia wewe au ambacho unachokiona wewe akifai, kwamba haiwezekani, kwamba sijui labda amefeki. No. Lavalava hajafeki. Ile ni nyumba yake. Ni nyumba yake. Lakini namna ilivyopatikana ile nyumba, hiyo siri anaijua yeye na sisi tunaoona mbali, lakini wewe hujui. Kuna kitu kimoja ambacho kinaitwa ndagu au pete za majini. Sio, anaelewa vizuri? Aiza chuma ulete. Wewe unaona kama ni story, lakini kuna watu ambao kila siku wanatusumbua, wanahitaji hivyo vitu na watu wanafanikiwa. Haulazimishwi kuja kwa Dr. Nabil tu ndio akufanyie ndagu, aiza chuma ulete, aiza pete za majini ndio ufanikiwe. No. Nenda kwa mganga yoyote ambaye unaomwamini wewe. Siku zote mtu unaomwamini ndio mtu ambaye ana uwezo wa kukusaidia wewe. Fata nafsi yako inavyohitaji, kwa sababu binadamu, kitu ambacho ukitambui, kuna utofauti mbili kati ya mtu ambaye ana karama na mtu ambaye hana karama. Lakini pia nataka nikuelezee kwamba kama wewe, mimi nadhani nisiende mbali sana, ninyoshe tu niiweke sawa ili mnielewe. Lavalava ile nyumba ni ya kwake. Lakini pia wewe unaonitizama unahitaji mafanikio. Pambana kwa namna yako kuyapata mafanikio. Angalia njia ya wewe kuweza kufanikiwa kuliko kumwataki mtu ambaye tayari ameshafanikiwa. Wewe huna, ndio maana unamuonea wivu. Wewe huna, ndio maana unashangaa. Huna maarifa. Tumia maarifa ili uweze kufanikiwa. Watu wanatumia maarifa. Wewe ni wa wapi unashindwa kutumia maarifa? Babu yako maskini, baba yako maskini, mama yako maskini, ukoo mzima wote maskini. Wewe utaacha kushangaa nyumba ya Lavalava? Utaacha kushangaa? Kuna ng'ombe, kuna mbuzi, kuna kondoo, kuna ngamia. Unakosa hela ya kununua kondoo? Unakosa hela ya kununua mbuzi? Unakosa hela ya kununua ng'ombe? Hivi sasa unafanya nini hapa? Yaani msimeshe ni mtu mbaya. Msimzungumzie mtu kwa kitu ambacho, yaani naweza nikasema tutajua kwamba ni wivu tu, ndio maana mnamzungumzia vibaya. Ni wivu. Lakini Lavalava respect
umeweza, na pia nadhani unatambua na kukubali sana, na ni swala ambalo pia mimi nalitambua kwamba nyumba ni ya kwako na ni vitu ambavyo vitu vingine bwana ni vitu vya siri, kwa tusizungumzie sana hapa, lakini nadhani mmenielewa. Okay, kwa wewe ambaye unahitaji pete ya mafanikio, kwanza kitu ambacho nitakuwa ukitambue, aidha ukifuatilie pete ya mafanikio, usitafute pete ambayo ni boroka, yani fake. Pete ili uingize jini, kiumbe wa mali, jini wa mali, inatakiwa pete iwe ni pete fedha ya Italy, aidha dhahabu, ndio uweze kuweka kiumbe. Uwezi ukaweka kiumbe kwenye pete ya ajabu, pete ya 3,000, pete ya 5,000, pete ya 10. Hamna kitu kama hicho. Unaona mtu anatembea na pete ya gharama, mtu kavaa cheni ya milioni 2, mtu kavaa cheni hadi ya milioni 10 dhahabu, mtu kavaa pete ya milioni 3, 4, 5. Unashangaa nini? Mafanikio unapata kutokana na wewe jinsi ulivyoumia, na wewe jinsi ulivyoamini, ndiyo utafanikiwa. Okay, kwa siku ya leo nadhani nimefunga kipindi changu, lakini kama unahitaji kuendelea kunifuatilia, basi nifuatilie. Usisahau pia kuangalia video zangu, lakini pia TikTok, YouTube, wapi pote nipo Dr. Nabil number 1 Tanzania. Okay, bye.